atafanya njia. Baba yangu atafanya njia, atafanya njia. Baba yangu atafanya njia, atapona njia. Baba yangu atafanya njia, atafanya njia. Baba yangu atafanya njia, atapona njia. Baba yangu atafanya njia, atafanya njia. Baba yangu atafanya njia, asipona njia. Baba yangu atafanya njia, baba atafanya njia. Baba yangu atafanya njia, asipona njia. Baba yangu atafanya njia, mwambie Bwana afanye njia. Wakati tunamwalika nabii wa Bwana, baba yangu atafanya njia, atafanya njia. Baba yangu atafanya njia, asipona njia. Baba yangu atafanya njia, atafanya njia. Atafanya njia, atafanya njia, atafanya njia. Atafanya njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba Apostle John uvuke kwa hii kiti, utafute mahali uketi hapo. Reverend Mutoti tafadhali, na Pastor Ruth. Naomba tu, nataka nifukuze hawa hapa, muketi hapa. Reverend Mutoti tafadhali. Thank you. Pastor Ruth, tuwapigie makofi mazuri. Hao ni marafiki wetu wa hii huduma. Apostle John, ama uko tu sawa? Thank you. Okay. Ningependa sasa tujiandae ili tukamwalike nabii wa Bwana, baba yetu, katika haya madhabahu akachukulie. Na kabla hatujamwalika, Bwana asiwe sana, kabla, nataka sasa roho yako ikuwe tayari kulishwa na neno. Praise the name of the living God. Kabla hatujamwalika, nataka roho yako ikuwe tayari. Na roho yako kuwa tayari, kuna kitu kimoja kitakusaidia kwenye mkesha wa leo. People have failed to honor their fathers, na wamekufa vibaya. I repeat myself. Watu wameshindwa kuheshimu baba zao wa kiroho. Na ningelipenda tu uangalie mtu yeyote kwenye Biblia ambaye hakuheshimu authority. Hata usinielezee ati maisha yake tu, nielezee mwisho wake vile ulivyokuwa. Bwana asifiwe sana. Ninapoongea habari hizo, naongea habari za kuhani ama mtu wa Mungu anaitwa Samueli. Samueli amemtia mafuta Sauli, lakini Sauli akashindwa na kuheshimu kila Samueli alikuwa amebeba. Apostle, utaniruhusu niongee hili, maana hapa kuna wachungaji na kuna washirika. If you want to go far in life, respect the man of God ambaye Bwana ameweka kuwa nabii wako.
hauwezi piga makofi sababu unanga heshima. Sauli ijapokuwa ni mfalme, alifaa kuangalia chanzo cha ufalme wake kimetoka wapi. Angalie ajue kwamba there was a time alipokuwa katika shughuli za kutafuta punda wa baba yake, there was a time he met the man of God. Unaweza ukainuka kimaendeleo kuliko baba yako wa kiroho, but I want to assure you one thing: if that man of God clicks against you, hautaenda mbali. Kama huyo mtu itafika mahali aseme you are finished, you are finished. Kulikuwa na duty ya kuhani ya kuteketeza dhabihu, lakini Sauli akaona sababu ni mfalme, anaweza hata akachukua duty ya kuteketeza dhabihu, akachoma dhabihu. Na akaulizwa na Samueli, kumeenda namna gani? Akaambia Samueli, umechelewa. Now washirika wengi wanaishia hapo. They are ever fighting na wachungaji wao. Mchungaji akikwambia hii, wewe ndiye mjuaji. You are thinking your own grave. Hiyo labda utaiambiwa mahali pengine, lakini katika mkesha wa leo, jua ukibishana na kuhani wako unajichimbia kaburi. The more you bishana, the more unachimba kaburi. The more you bishana, the more unachimba kaburi. At the end of the day, mabishano yako yatakuingiza kwa kaburi yenye hautawahi jitoa. Kuna mtu anasaidika? Na Samueli akaambia Sauli, na mbona ukafanya hii? Sauli akasema, ulichelewa. That is why I took the responsibility. Let me tell you for free. Niwaambie tu for free. Hata kama kuhani amechelewa kufikia hatima fulani, kuna kufuri haufai kufungua. Ngojea nabii akufungulie. Another thing, iwapo kuna nabii alituma kwa maisha yako na kupitia kwa huyo nabii ukainuliwa, hata umiliki dunia mzima na ukose kuheshimu yule mtu aliyetumwa kwako ndio ukainuka, nataka nikukumbushe andiko ya kwamba anayedharau mzazi wake, ate taa yake itazimwa kwenye giza totoro. Kuna Wakristo taa zilizimika, and that is why unaangalia katika biashara wanatembea, wanaenda wanangonga mwamba, wanarudi zero. Kwa familia wanatembea, divorce ndizo hizo zinawaandama. Si eti kwamba wamerogwa, it's because they failed to respect and honor the authority. Sababu kuna nguo mingi kuliko mchungaji wako, unaona kuna mahali umefika. Nataka nikwambie safari bado. Kuna wakati Sauli alishika nguo ya Samueli ikararuka. Ina maana kwamba nguo ya Samueli ilikuwa imechapa, ilikuwa imezeeka ikararuka. Lakini hiyo haikumaanisha Samueli asiheshimiwe. Daudi alikuwa mtu mbaya sana, lakini aliheshimu. Na ndio maana unaona hata akiwa mbaya, Daudi alitembea na Mungu hadi akafa katika uzee. Na huko ni Yesu moko masio. Lakini Sauli hakuenjoy maisha. Are we together? He never enjoyed. Ukitaka kuenjoy, honor the anointing. Elisha aliambia Elijah, nitatembea tu, nitakufuata. Elijah akajaribu kumwambia si urudi. Elisha akamwambia no, nitaenda, nitakufuata. Akaambia utakaponiona tu ninaondolewa, basi utamiliki. Wakristo msipokaa macho, vitu za rohoni zitaachiliwa, hamtazinyakua
maana amuyuko macho. Ilimbidi Elisha akae ngangari, aangalie huyu jamaa akiondolewa. Akashikilia vazi lake, na alipolishikilia akarudi mto wa Jorodani na akauliza, where is the God of Elijah? Ako wapi Mungu? Na Mungu wa Elijah akaonekana. If we fail to honor the authority, tutakufa. Na hiyo ni Mungu amefanya hivyo, na hiyo hakuna mtu atakaja kuimbadilisha. Hakuna mtu atakaja kuimbadilisha. Kuna mtu nilisikia akiongea akisema, hata mchungaji asiponitamkia baraka, asiponitamkia baraka, so long as nilitemewa mate na mama yangu, niko tu sawa. Hebu nikwambie, kuna mate ya mama yako na kuna mate ya mchungaji. Hiyo nitarudia, hujasikia. I'm saying kuna mate ya mama yako na kuna mate ya mchungaji. Wacha kujificha kwa mama yako. Hebu apia mtu atoke hapo amejificha. Hata fungu la 10 unatumianga mamako, si nimesaidia, nimetoa, haujatoa? Haujatoa? Siongei sana.